started deeds before the Almighty God. Kwamba ni mambo gani maovu ambayo tunafanya mbele za Mwenyezi Mungu. And we started bringing in some jokes and motivating ourselves. Na tukaleta mzaha na kucheka cheka. So we laughed and the time has gone. Tukacheka na ule said no, we shall start from there. Tukasema tutaanzia hapo na siku ya leo. So what do you think? Unadhani ni nini? That the evil deeds, yale tabia mbaya, God does not require ama matendo ambayo Mungu hapendi to be in salvation churches. Kwa katika makanisa ya wokovu. Because a church is me. Kwa sababu kanisa ni mimi. A church is you. Na kanisa ni wewe. Is where the Holy Spirit sits. Ndio mahali Roho Mtakatifu ukaa. So what bad deeds? Wale ni matendo gani maovu? God don't allow it to be in my heart. Ambayo Mungu haruhusu yawe katika mwili wangu, kwa moyo wangu. Let me stand here and see. I want to see the hands. Wacha nisimame huko na nione mikono. That's one. Hiyo ni moja. Wizi. That's two. Hiyo ni mbili. Wivu. Ukiwa na wivu na mtu. Uongo. Tamaa. Kuua watu. Ukatili wa wazazi. Fornication, that is usharati. Yeah, fornication, that is usharati. Different languages. Fornication, prostitute, all those. Going before the idols, worship the idols. Undermining the effort of others. All those are evil deeds. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So one time, wakati mmoja, when I was trying to tell them that all these are evil deeds, God does not need all these deeds to be in the church. Because the church is where the Holy Spirit of God sits. Before it can now start doing its work of performing miracles, prophesying, healing people, giving the proper word of healing, everything. People ask me. So now, Apostle, God does not like us to make fornication. Mungu hapendi tufanye usherati. And it's God's plan that you have to deliver all you buy. Na ni mpango wa Mungu kwamba unastahili kuzaa. We who are virgin, who are single, sisi ambao hatujaoa ama hatujaolewa, can we just say like we tukae tu vile tulivyo? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Who has an answer? Nani aliye na jibu? Let me read this then give the Who has an answer? Nani aliye na jibu? Jeremiah 29 verse 6. Yeremia 29 mstari wa 6. When you are a single man, wakati wewe hujaoa, God tells you to get, because you want to get married, kwa sababu unataka kuolewa, get a wife, pata mwanamke, take her to your home, peleke nyumbani, avoid meandering around. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The reason sababu you are now sustaining your life. Instead of moving around like a bat, I have to concentrate on this one here. But once you continue looking around, it is a gifted thing before the Almighty God. Hallelujah. When you're God, and you want to get married, don't matter how going there on the street and selling yourself. Yes. Looking there and there. Get a husband. Say, thank you for loving me. Take me home. Such that I be stable in my heart. Because God loves a steady heart. So once you are steady, when your heart is stable, it means your days will increase. But when your heart has confusion, your days will be reduced. Hallelujah. Amen. So that answer of asking me that how shall we do? You read. Hiyo swali la kuniuliza nitakuaje, nitakaje? Wewe soma. Yeremia 29 mlango mdogo wa 6.
Barua ya Yeremia kwa Wayahudi kule Babuloni. Inasemaje? Oweni wake mpate watoto. Amen. Haleluya. Amen. Fanye nini? Oweni wake. Oweni wake mpate Watoto. watoto. Waozeni wana wenu na binti zenu nao pia wapate watoto. Hallelujah. Amen. So God does not condemn. God does not condemn you to get married. Kwa hiyo Mungu hawezi kuhukumu kwa But you should not become a prostitute. lakini haustahili kuwa kahaba. Amen. Has God said that you should not marry? Je, Mungu amesema tusioe? He said instead you get a wife. Amesema badala yake wewe pata mke na wewe pata mume. Give children out. Uzae. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Because it would be better, as Paul said. Kwa sababu itakuwa vyema kama jinsi ambavyo It Paulo would be better anasema. Itakuwa vyema that instead you would be just stay where you are. badala ya kukaa tu jinsi ulivyo. Because once you are single Kwa sababu unapokuwa peke and you yako believe in Christ, na unamwamini you Kristo concentrate on the word, na kuzingatia neno, avoiding some conviction of other words which cannot torment you. unafikiria mambo mengine ambayo yanaweza But kupoteza because mambo of yako. this body here, Lakini kwa sababu ya mwili huu to get God's name be profaned in the community, ili kujina la that Mwenyezi Mungu that the litajwe church, katika- the pastor, the believers are prostitutes. They just move in the streets and what have you Hao ni just makahaba said. wanatembea tu katika mitaa. We should not again profane God's name in that manner. Hatustahili kuharibu jina la Mwenyezi Mungu. So as we are here, na jinsi tulivyo, the reason why we are here, sababu ambayo tuko we are to hapa become now new creatures. tufanyike vyombo vipya, Because this younger kid cannot see kwa sababu huyu mtoto in mdogo that hawezi manner. kuona. So by preventing God's name Kwa hivyo kumtoharibu and we glorify God's name, na kutukuza jina la Mungu, you need to get a husband. unastahili kupata mume, You need to get a husband. unastahili kupata Have mume. I said you need to get a husband? Nimesema mpate waume, You need to get what? Husband. wanaume. And you need to get a wife. Have I said you need to get wives? No. You need to get what? Wife. That you. Upate mke, sio wanawake. Who said so? Nani alisema hivyo? I. Mimi. You read here. You read. I beg your pardon. Soma. Oweni wake mpate watoto. Wanji. Waozeni wana wenu Uh-huh. na binti zenu nao pia wapate watoto. Ongezekeni na wala msipungue. 7. Shughulikieni ustawi wa mji ambamo nimewahamishia. Niombeni kwa ajili ya mji huo, maana katika ustawi wake nyinyi mtastawi. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. We talked about adultery, Tuliongea kuhusu kuzini, murderers, safety, Waji. just robbery, wezi, witchcraft. uchawi. Sindio? So, Kwa hivyo if some of the deeds are found in us, iwapo baadhi ya matendo haya yanapatikana ndani yetu, what do you think God can do? unafikiria Mungu anaweza fanya nini? If God cannot hear somebody who diverts that's the desire that I'm not thinking about Nekesa, and once you go there to pray, God will not hear you. Kama mtu anaweza poteza mawazo yake na aanze kusema ninafikiria kuhusu Nekesa, And alafu mtu anaenda kwa These are some of the covenants. These are some of the covenants following us. na haya ndiyo maagano mengine anayotufuata. Because once the Egyptians discovered the Israelites have now, Wakati ambapo Wamisri walitambua kwamba Waisraeli wameondoka, they sat. wakakaa, They said, "Aye, hii itawezekana? what have we done Tumefanya nini? to release the people to go? Waruhusu Yet waende, they have been doing for us a good, very na good wamekuwa work." wakifanya kazi mzuri So kwetu. a curse
Kwa hivyo laana is a persisting problem. ni kitu ambacho A kinakushikilia. persisting Ni problem kitu ambacho is kinafuatilia. a curse. Ni laana. Something which disturbs you for quite a long Kitu time. ambacho kinakusumbua kwa muda It does mrefu. not allow you to be free. Haikuruhusu wewe It huru. is a curse. Ni laana. So once you move in that manner, Unatoka it means there's a hiyo. curse following Ni you. laana So inakuandama. once you go away and you say, let me get saved, Unaposema wacha all niokoke. those evil spirits sit Hizo roho zote in their zinakaa. meeting Na katika and mkutano say, wake. what have we done Tumefanya to nini? allow that one get saved? Kumruhusu That's why aokoke. Jesus said Ndio kwa that sababu Yesu once alisema, the evil spirit comes out of somebody, wakati roho mchafu it anatoka goes in the dry places. inaenda mahali But penye ukavu. sometimes it comes to monitor. Na wanakuja Has kuangalia. my time been left freely? So once it finds that the house is now empty and being tormented with the other thinking, wakati anapata nyumba hiyo iko It bure, goes iko back zaidi, inarudi and it brings the 7 notorious evil spirits. inaleta roho zingine to come saba and torment chafu, the life of this kuangaisha person. zaidi. So the outcome Kwa hiyo can matokeo be more yake than worse. inakuwa mbaya zaidi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So that relates the journey of the Israelites. Hiyo inatuonyesha ile safari ya wana wa That when Israeli. these people, God rescued them. Wakati Mungu aliwakomboa And before God delivers you from that operation, na kabla Mungu haja kutoka katika hiyo vifungo, things cannot be okay. vitu haviwezi kuwa You sawa. can face a very notorious situation. Unaweza kupatana na hali Because ngumu zaidi. once the king Pharaoh got the information that Moses has come to deliver the Israelites from Egypt, Wakati Farao alipata habari kwamba Musa he amekuja called kuwakomboa all his Israeli, officials. alikuita wakuu wote, He said, now akasema it sasa is high ni time, wakati mwingine because we have been here tumekuwa hapa with these slaves. na hawa wafungwa Now this boy here au huyu kijana is huyu pretending that the Almighty his God has sent him to come and rescue the people. anasema kwamba Mungu amemtuma kuja Now you kuokoa double watu the wake. punishment. Sasa ongeza hiyo kazi, Double the punishment. ongeza zaidi, You double. wafanyishe kazi There are zaidi. some other people, Kuna watu wengine when they are drunkard wakati ambao wamelewa and time of salvation has reached, na wakati wa wokovu someone umefika, can drink, mtu anaweza someone kunywa, can take alcohol, anaweza lewa, even you just carry him or her. hata mbebe But mpaka the mbinguni. following day, Lakini ndio siku inayofuata his time has reached that you have to get saved. wakati wao umefika. Then finally, Hatimaye he talked of the testimony that I was a total drunkard. anaongea kuhusu Give the parachute like that. kama Because God meets you even in the lodge. mtu anakupata That you are there just getting money. unakuwa But pale your unapata time pesa. has reached. Lakini wakati You wako can umefika, get a very notorious man. unaweza pata mtu Because ambaye- God's time has reached of delivering you from that Sababu situation. wakati wa Mungu umefika I say kukomboa now, katika hali hiyo. once you say, since I have never met such a person, Unasema la, tangu Then the nizaliwe following sijaona day, mtu kama huyu. God gives you a message. Siku nafuata Mungu That anakupa can you ujumbe. please get saved? Okoka. So once you get saved, Unapookoka. those are some of the words you give as a testimony. Hayo ndio That maneno God unayotupa kama got ushuhuda. me in a big discipline. Mungu alinitoa That's katika why I'm kipa. here. Ndio kwa sababu I'm now niko hapa. nursed well. Niko I am vyema. praising God Nasifu Mungu. because God has now saved Kwa me. sababu Mungu ameniokoa. Hallelujah. Amen. So when the Egyptians got that information, Wakati wa hiyo Misri walipata they habari hiyo, doubled the punishment. wakafanya kazi That zaidi. these people were working Na hao watu walikuwa and wanafanya they were kazi. getting some breakfast Na walikuwa wanapata and lunch na chakula and cha mchana. sometimes dinner. Na wakati mwingine But chakula cha as usiku. now you have got the information Lakini sisi that tumepata God habari. is now considering them than we, Mungu anawapenda zaidi. now we are going to punish them. Na sasa They are going to get only supper na watapata and they chakula have cha to work usiku. from morning to sunset. Na watapata kutoka kufanya kazi kutoka asubuhi mpaka jioni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Before you get saved, Kabla hujaokoka, before you get saved, kabla hujaokoka, things cannot be well. vitu haviwezi kuwa sawa. Things cannot be well. Mambo hayawezi kuwa sawa. The situation can be more than worse. Hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Other people can even think of, Watu wengine wanaweza fikiria hata kujiua wao wenyewe. but once you get a law Lakini unapopata that I kama want to go and hang myself, nataka kujiua, is where you can get the information. hapo ndio And God gives you a message. What's your body? What are you going to do? Make sure I'm here. Everything will end. Hallelujah. Praise God. Amen. Are we getting? unanipata. Are we getting? Unapata. It was not an easy, it is not an easy job Sio kazi rahisi. that God has done to rescue ourselves. Mungu amefanya kutukomboa. So when we are delivered from that situation, Tunapokombolewa kutoka katika hali hii, please, brothers and sisters, ndugu na dada, let's also try to fight by ourselves. hata tujaribu tupigane na sisi wenyewe, That we purify ourselves kwamba tujitakase to the standard kwa kiwango God requires. Mungu anapenda.
Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God has now given us chance Mungu ametupa nafasi that whoever has been single ambayo yule ambaye hajakuwa and amekuwa peke yake. you are thinking that the apostle is now commenting you not to marry. Na ulikuwa unafikiria kwamba apostle God na has jasiri said that you sioni. get a wife and marry and give children out. But you don't get wives. Usipate wanawake. But you don't get men. Usipate wanaume. Get a man. Pata mwanaume. Get a wife. Pata mwanamke. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So, Kwa hivyo once an evil spirit of curse comes from you, wakati ile roho ya laana inatoka ndani yako, again it goes back inaenda tena in dry places. kule nyikani. It lets that meeting of the Egyptians. Inaangalia ile mkutano ya Because once the Israelites left, wakati wa Israeli these walipotoka, ones had a meeting behind. wale wa Misri wakawa na So we mkutano. should not allow them to go, Wala si waruhusu or waende. else we kill them from the way. Hiyo ile tuwaue kutoka. And the information will go that their God has killed them on the way. Lakini habari tuliyopata Mungu ameoa. That's the weapon the devil is now getting. Hiyo ndio silaha ambayo. Don't you think when you are saved today, Usifikirie kwamba wakati umeokoka don't you think leo you are in peace? uko kwa amani. You are not in peace. Uko kwa So you amani. should not just relax. Kwa hivyo usitulie tu. You are in a battle Uko katika vita. of still denying those things, Baada ya kukataa vitu because hivyo. that one still monitors you. Kwa sababu bado Once inakuchunguza. it finds when your life, when your heart is weak, Wakati napata moyo it will again go and bring the seven. inaenda kuleta That's saba. why I call this one the monitoring spirit. Ndio kwa sababu naita It is the spirit from your clan. Ndio Once you get saved, it goes away. inaenda tena. And it's a time comes to Na monitor wakati you. mwingine inakuja Is kuangalia. you are now heart guilty? Moyo wako But bado uko once you sawa. think that the heart is guilty, Ama it goes back and gets flaming notorious. naenda tena na Those seven, I call them the hindering spirits. na naviita It will hinder you, will not even see what salvation is. Itakuzuia And you will not see the importance of salvation in your life. You will say, sisi tulikuwa wokovu bwana, wewe wacha mchezo. Sisi ndio watu waliombea watu hata moto ikashuka. Because you are backsliding. Kwa sababu umerudi nyuma. Now those hindering spirits has now blinded you. So you are now talking about the testimony. Unaongea kuhusu Instead of repenting, you are talking badala ya about the past. kutubu. Unaongea kuhusu mambo ya kale. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So God condemns us not to remember what passed, Kwa hiyo Mungu anatuhukumu kwa kusahau. but He advises us now to maintain where we are. Lakini anatusahau, anatukumbusha kwamba tukumbuke yale ambayo tuko ndani sasa. Ecclesiastes. Mhubiri. Ecclesiastes Mhubiri. chapter 7. Mhubiri 7. Are you there? Uko pale. From verse 6. Kuanzia mstari wa 6. Be attentive, please. I think you are not in those books. Mwakinike na naamini Write kwamba those mnaandika scriptures mambo down. hayo katika vitabu You zenu. can forget this information, Unaweza sahau habari but hii. once you have that quotation in your book, Lakini unapokuwa nayo katika you kitabu will chako, get your ample time that you go through that book. utapata nafasi yako kupitia Then the Holy kitabu Spirit hicho. will direct you what to do. Hatimaye Roho Mtakatifu To atakuelekeza purify you utafanya. when you are alone. Utakasa wakati ambapo uko peke yako. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. That's why I told you to come with the book and the pen. Ndio kwa sababu nilisema kuja na kitabu na kalamu. Can I give you my? Naweza nikakupa yangu. Let that one give you a book. Acha unakupatia kitabu. Because you'll be noting the quotations. Sababu utakuwa na nakili hizo. Because I can see he's getting the window coverage on my side. Sababu naona na I don't know whether he's sending to people of America. sio kama anatumia watu walio Marekani. I know it now also be for his members. Because for him having a book, and now you'll be getting that book. Because that one, there's nothing which will, maybe the virus, Yeah. is which can locate that information, which is captured. But you'll be noting. You'll get that paper, you tear that paper, and you got that information. Mhubiri 7 mstari mdogo wa 6. Yeah. Mawaidha kuhusu maisha. Hallelujah. Amen. Nini? Mawaidha
kuhusu maisha. Nini? Maida kuhusu maisha. Maisha ya punda haya, nyoka haya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Maana kicheko cha mpumbavu ni kama mlio wa miiba motoni. Hayo nayo ni bure kabisa. Bure kabisa. It is foolish. Totally foolish. Bure. 7. Mwenye hekima akimdhulumu mtu kujifanya mwenyewe kuwa mpumbavu. Kupokea rushwa kupotosha akili. 8. Mwisho wa jambo ni afadhali kuliko mwanzo wake. Nani amesema hivi? Mwenyezi Mungu. Mvumilivu rohoni ni bora kuliko mwenye majivuno. 9. Usiwe mwepesi wa hasira. Maana Mwepesi wa hasira. You should not be high tempered. Sio na hasira. Once you get the information, Unapopata habari mara moja, atakuona. Amesemaje? Atarudi. Atarudi. Mimi niko. Yeye pia anajiita Bwana hapa Kaboma. Nikisema anafanya hii, lazima atanipata. Mimi ni mwanamume bwana, wacha michezo. Mimi ni mwanamume. Amekuwa na huyo bibi, huyo msichana, siku nyingine ukinipata hivi tu kwa mkono wangu hivi. Mungu mwenyewe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu mwenyewe ndiye anajua. Is good. We know what will happen. ndiye anajua nini kitatendeka. Whether what or what and I raise Jesus, I put Jesus there and we continue. Unaweka Yesu kando na tunaendelea. Jesus is not a coat, Jesus is not a shirt, Jesus is not a cut, Jesus is not a blouse. Yesu sio nguo, Yesu sio shati, sio rinda. Hiyo ni mawaida ya nini? Na maisha. Niko. Umesikia hiyo mama? Wewe ujui kwa nini? Nikupee kitabu. Wewe Yesu. Ulikuwa wapi jana? Bishop mimi, wewe diko mimi nakuwa hapa, wewe unakuwa kwa. Diko usijaribu tena siku nyingine. When I'm here, you have to be here. Unapokuwa hapa ukue hapa. For us, we don't sleep here. Tulali hapa. At around exactly 9 we have to depart. Yes. Huh? So we have very short time. Tuko na muda. So when you can just laugh and forget what we are talking about, it is your own story. I have no problem with you. I will not accompany you to your place. You will just be alone. But let the Holy Spirit accompany you. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You will hate me and I am not. Utanichukia tu bure. If you want to hate me, Unapotaka kunichukia, you hate me. unichukie tu. But you want to love me, Ukitaka unipenda, unipende. once you love me, Unaponipenda, God will love you. Mungu atawapenda. When you hate me, Unaponichukia, God will hate you. Mungu atawachukia. Because I'm just giving you this small paper such that I depend so that you be not in some temptation. Niko nakupatia hii na karatasi na kalamu ili ukapate kuandika hizi vitabu ambazo zinaona mafuta. Don't make that paper as a toilet paper. Na usifanye hizo karatasi. After writing, then you go back and go to that and you use it. Baada ya kuandika na baadaye utumie kwenda kule choo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Why do you laugh? Kwa nini mnacheka? Am I able to message you? Hallelujah. Hallelujah. Tambo. You should be maintained where you are. Ukaangalia ile ambao mahali. Don't remember that I was a pastor. Usikumbuke kwamba nilikuwa I was a mama kanisa. Nilikuwa mama kanisa. I was a prophet. Nilikuwa
I was a counselor. Nilikuwa mshauri. I was maybe a what? Nilikuwa nini? But God was using me alone. Na Mungu alikuwa ananitumia. If that spirit of prophetic comes, I can even prophesy Naweza toa unabii. that people can just take them. Amen. That's not the thing. Hiyo sio hali. What have you been doing? Umekuwa ukifanya. Now, why are you living that situation? Na kwa nini And what you are now? Who told you that you should do this? Na kwa vile ulivyo, You should be what you are. vile ulivyo. Be in that same line. Wewe katika ile laini. If you find that God is using you, Ukipata Mungu anakutumia. now who hinders you again? Nani anakuzuia tena? Is there anybody who can tell God that you hate this one and God hates? Ni nani anaweza ambia Mungu? God cannot get any brain. Once he loves you for all. Mungu anapokupenda anakupenda na anamaanisha kabisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Because I believe what God does is forever. Naamini kwa ile ambacho Mungu anafanya ni cha milele. Because once God loves you forever. Mungu anapokupenda anakupenda milele. It's just Amen. you can even divide and forsake God. Ni wewe tu ndio unaweza badilika. And God will never forsake somebody unless you go with the things which God does not like. Na Mungu ambaye hawezi waacha mtu hivyo. Because what he does it forever. Mungu anatenda kwa milele. He created the universe. Akatenda akafunga. Is he creating again? Anaumba tena. He just created it forever. Aliumba kwa He milele. created this land. Akaumba nchi. He created the earth. Akaumba He nchi. created it forever. Akaiumba He milele. created the human being. Na akaumba He mwanadamu. created it forever. Akaumba milele. What God does, Kila Mungu anatenda. he do it forever. Anakitenda cha milele. So once God loves you, Wakati Mungu he loves you forever. anakupenda milele. Amen. Mama. Yes, yes. Amen. So I was talking about the hindering spirit. Have you written that hindering spirit? Kwa hiyo nilikuwa nanena kuhusu roho ambayo anakuwa kizuizi. It's the killing spirit Ni roho ya ile mbari yako. that dwells in the person Inakaa ndani yako from the childhood kutoka utotoni until you get saved. mpaka unapookoka. Is when it can go away. Ndio inaweza toka. And that thing Na hiyo kitu has a curse. iko na laana. And coming out of the curse Na kutoka katika laana is just through the blood of Christ. kupitia kwa damu ya Kristo. But without that blood, Na bila damu ya Yesu someone cannot come out of that curse. Musa hawezi toka katika laana. Hallelujah. Amen. Because once you are cursed, Kwa sababu unapo it means you are chained. umefungwa. You are chained. Umefungwa. You are chained. Umefungwa. And to come out of that prison, Kutoka katika vile it needs the blood inahitaji as the damu. new covenant. Agano jipya. Amen. Hallelujah. Amen. So we have so many curses. Kwa hiyo tulikuwa na laana nyingi. We have the curse of bloodshed. Kuna laana za umwagikaji wa damu. So when your clan Wakati jamii or one member of your clan kama mtu mmoja katika jamii shed the blood, alimwaka damu, the curse remains in the family. laana inabaki katika familia. The curse remains in that clan. Laana inabaki katika jamii hiyo. It moves from that one, Inatoka kwa ule, it goes to the children, inaenda kwa watoto, the children of children, inaenda kwa wajukuu, and the 4 na generations. wale kizazi cha 4. So to come out of that clan, that Kutoka katika curse, ile laana it needs the blood of Christ. inahitaji damu ya Kristo. Because you poured the blood, Kwa sababu ulimwaka damu. again it's the blood of Christ that can remission that Ni sin. damu ya Kristo inaweza toa hiyo That's dhambi. Genesis chapter 4 verse 9. Mwanzo 4. You want to know? 9. Because Kwa sababu we have some backable curses. kuna dhambi zingine Those laana. backable curses, Hizo laana backable spirits cannot make somebody to be stable. haziwezi fanya mtu awe imara. When you have a backable spirit, Unapokuwa na hiyo roho, it is a curse from the clan. ni laana kutoka Or kwa jamii. else being bewitched Ama inakuwa by laana. somebody. Hallelujah. Amen. You have the curse of bloodshed. Kuna laana ya kumwaka damu. That curses of the bloodshed. Hiyo laana ya kumwaka damu. Sometimes also have the spirit of backable. Wakati mwingine iko na roho ya You mwaka. cannot be stay in one position. Huwezi kukaa katika mahali pamoja. Even in marriage, Hata katika you ndoa. cannot stay in one marriage. Huwezi kaa katika ndoa Because the moja. moment you stay in that marriage, Unapokaa katika that ndoa, spirit comes. hiyo roho That inakuja. I was also a human being. Nilikuwa mwanadamu But pia. can you please vacate this home here? But But because you have that connection, kwa sababu kuna muunganiko, you have to move away from that home. lazima utoke katika nyumba hii. Again, you are going to get married somewhere. Naenda kuoleka kwingine.
If there is a man, Kama ni mwanaume, it comes a time, inafika wakati. but once it approaches that man, Wakati inapo he becomes very notorious. anakuwa hatari In zaidi. just a small thing, can even beat you to the extent that you die. Anaweza piga mke wake kiwango cha That blood is still demanding. hiyo damu bado ina. So once we read in Genesis chapter 4, Unaposoma katika Mwanzo 4, verse 9, kuanzia mstari wa 9, Cain and Abel, Kaini na Abeli, these two people competed. hao watu walibishana. They were the sons of Adam. Walikuwa watoto wa Adamu. But Cain Lakini Kaini told Abel akaambia Abeli, that we need to sacrifice to tunahitaji God kutoa dhabihu to God to get the blessing. ili tupate baraka. So instead, Kwa hiyo badala once you give unapopeana with something in your heart, na kile God does not accept your gift. mtu apende Mungu. But when you are a giver, lakini unapokuwa God accepts the gift. Mungu anakubali hiyo. So Abel was a very with a big heart, Kwa hiyo Abeli alikuwa na moyo very humble, mnyenyekevu, very humble. mnyenyekevu. When he took